قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. Ndugu zangu, kwanza kabisa baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na ahli baiti wake, tumo ndani ya siku ya pili, mwezi pili Muharram kwa mwaka mpya 1448 Hijiria, siku ambayo ilikuwa ni siku nzito kwa familia ya Bwana Mtume, siku ambayo katika historia ya ulimwengu haijawahi kuandika kalamu juu ya karatasi katika tarehe ya ulimwengu tukio zito la kusikitisha na la huzuni kama lilivyokuwa tukio lililotokea mwaka wa 61 Hijiria, tukio ambalo liligusa nyoyo za wanadamu na nyoyo za wachamungu hasa, na moto huo wa nyoyo ulioko katika nyoyo hizo hautapoa moto huo mpaka siku ya Kiyama. Inna liqatli al-Husayn hararatun fi qulubi al-mu'minin la tabrudu abada, hakika kuuawa kwa Imamu al-Husayn kuna fukuto la moto katika mioyo ya waumini ambao moto huo hautaweza kupoa. Ndugu zangu, siku ya leo mwezi pili Muharram ndiyo siku ambayo al-Imamu al-Husayn ametua katika ardhi ya Karbala. Ni vizuri tarehe ukaipata, na ndiyo maana masiku haya ni masiku ya kuelezea ile historia ambayo ilipelekea mpaka al-Imamu al-Husaini akauliwa. Jana tulielezea tukamwelezea kwa ufupi balozi alotumwa na al-Imamu al-Husain kwenda katika nchi ya Karbala al-Kufa, na alipofika alipokelewa kwa furaha, lakini mwisho wa siku khanuhu, walimfanyia khiana na wakamsaliti Muslim bin Aqil mpaka Muslim bin Aqil akauawa kinyama. Kwa hiyo walivunja ahadi ambayo waliyokubaliana. Sasa al-Imamu al-Husaini anajua ndugu yake yeye yuko hai, anafunga safari al-Imamu al-Husaini kutekeleza ile ahadi ambayo amewawekea watu wa al-Kufa, kama ilivyokuwa kwa Ahlul Bait alayhi salatu wassalam. Mwenyezi Mungu
amewatunuku, amewapongeza kwa sifa nzuri ya kuweza kutimiza ahadi zao. Kwa hiyo al-Imam al-Hussein alitekeleza ahadi ambayo Muslim bin Aqil alimwambia, aqdim, njoo ndugu yangu, hakika mazingira ni mazuri, watu wamenipokea kwa furaha, watu wanasema uje. Kwa hiyo mimi nimeona mazingira yako safi. Imam al-Hussein akapokea zile barua, anaandaa safari, akawa amefunga safari ya kutoka Makka kuelekea katika mji wa Al-Kufa kwa ajili ya kwenda kukutana na ndugu wa Al-Kufa, watu wa mji wa Al-Kufa, kwa sababu wao wamekubali kwamba yeye ni kiongozi. Al-Imam al-Hussein yuko njiani, anatumwa bwana mmoja alikuwa anaitwa Hurru Riyahi. Hurr anatumwa na jeshi la watu takriban 1000 kwenda kumzuia al-Imam al-Hussein njiani asiende katika mji wa Al-Kufa. Yazid alituma Hurr kwamba nenda kamzuia al-Imam al-Hussein asiende katika mji wa Al-Kufa, asifike kabisa. Kenda njiani akamzuia al-Imam al-Hussein, akamwambia Hurr, wewe wanizuia, basi acha mimi nirudi Maka. Akamwambia hapana, huwezi kurudi Maka. Imam al-Hussein akachagua njia ya tatu, akaelekea katika ardhi ya Karbala. Ndugu zangu, al-Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam alitua katika ardhi ya Karbala mwezi pili Muharram mwaka wa 61 Hijiria. Alipofika katika ile ardhi aliuliza, ma yuqalu li hadhihi al-ardh, hapa ardhi hii, sehemu hii kunaitwa wapi? Watu wakamwambia Karbala. Hii sehemu ina majina, lakini miongoni mwa majina haya kuna Nainawa, kuna Karbala. Aliposikia ile jina Karbala akasema, karbun wa bala, Allahumma inni a'udhu bika min al-karbi wal bala. Mola wangu wa haki, ninakuomba uniepushe na matatizo na misukosuko na mabalaa ya ardhi hii. Hapa ndipo nitakapopatiwa, hapa ndipo mtihani nitakapopata. Akakumbuka kisa alichopewa yeye na Ummu Salama, ambaye Ummu Salama alikipokea kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam live, kwamba al-Imam Hussein alipozaliwa al-Imam Hussein yuko mikononi mwa Mtume alilia sana. Ummu Salama akamwambia, ma yubkika ya Rasulullah, kinakuliza nini ewe mja wa Allah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Akasema, mimi nimeonyeshwa atani ya Jibril saa, Jibril amenijia mimi sasa hivi na ameniambia kwamba hakika huyu mwanao atapatwa na matatizo. Je, nikuonyeshe ardhi ambayo huyu mwanao atauliwa? Akamwambia ndio. Akamwonyesha ardhi ambayo al-Imam al-Hussein atauliwa. Mtume akamwambia, ndiyo maana nalia. Kwa hiyo kile kisa al-Imam al-Hussein alikuwa nacho,
akawaambia masahaba zake, inzilu hauna mahattu rihalina wa mafsaku dhimaina wa huna mahallu quburina. Ndugu zangu, hapa tumekwisha fika. Hiki ndiyo kituo cha safari yetu. Safari yetu imekomea hapa ndugu zangu, na hapa ndipo damu zetu zitamwagika hapa katika ardhi hii, na hapa ndipo makaburi yetu yatakapokuwa, tutazikwa katika ardhi hii. Hadha karbun wa bala. Wakaweka kituo pale, lakini Huru alikuwa akiwafuata. Huru naye akaweka kwa upande mwingine, wakaweka ngome na kituo katika ardhi ile. Al-Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam, hatua iliyofuata akawa anatengeneza upanga wake, lakini alipokuwa akitengeneza upanga wake kuna maneno aliyokuwa akisema ya daru uffil lak min khalilin kam laka fil ishraqi wal asil min sahibin wa majidin qatil. Anasema iwe zama, uffil laka min khalilin, huna rafiki tena, kam laka fil ishraqi wal asili min sahibin wa majidin qatil. Ni mara ngapi wewe tangu asubuhi kuchomoza kwa jua mpaka jioni umewapoteza wapendwa tena watukufu kwa ajili au kwa kuuliwa. Al-Imam al-Husayn anaendelea, anasema wadahru la yaqna bidalil wa kullu hayyin mali salikum fi sabil. Na zama hazichoki kubadilika. Leo anaingia mtu, kesho anaondoka mtu, na kila aliyekuwa hai ataondoka, atafata mkondo na kufata njia. Ma aqraba alwa'd min arrahil wal amru fi dhalika ila aljalil. Ni ukaribu ulioje wa ahadi ambayo ni ya kuondoka, na jambo hilo la kuondoka ni la kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno haya hayasema al-Imam al-Husayn kuonyesha kwamba yeye kwa sasa hivi hayuko tena katika ulimwengu wa dunia, anakwenda katika ulimwengu mwingine, nikeshajiweka tayari muda wowote kuondoka. Lakini anachoondoka, anaondoka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bibi Zainab dada yake al-Imam al-Husayn aliposikia maneno haya, amwambia ya akhi, hadha kalamun man aiqana bilqatl. Haya ni maneno ya mtu ambaye ana uhakika wa kuuliwa. Akamwambia ndivyo vilivyo ndugu yangu,
Zainab asema wa thaqla, ni huzuni iliyoje ndugu yangu na kaka yangu Alimamu Hussein kuondoka katika dunia. Wanawake wakalia na Kulthum akawa anahuzunika na kulia, asema wa Muhammada wa Aliya wa umma, ni huzuni iliyoje, ndugu yangu anaondoka katika dunia hii. Muhammad Rasulullah, ona jambo hili zito ambalo analokumbana nalo mwanao na mjukuu wako kipenzi. Ndugu zangu, wale watu waliokuwa na Alimamu Hussein mesema walishuka pale wakakaa na Huru akawa ametulia. Baada ya hapo Alimamu Hussein kuna jambo moja alilolifanya. Alimamu Hussein akafanya jambo la tathbitul ardh wa i'lani alhadaf. Alifanya jambo la kuweza kununua ardhi katika eneo lile, akanunua ardhi wanasema lenye maili 16, shamba kubwa tu. Baada ya kununua ardhi katika sehemu ya watu wa Nainawa, ile ardhi akairudisha kwao kama zawadi. Aliinunua alafu akawarudishia, lakini aliwarudishia kwa masharti. Kaambia, nawapa ardhi hii, sisi tutauliwa, mtuzike katika ardhi hii. Mkishatuzika hapa, sharti la kwanza, ndugu zetu watakuja kutuzuru sisi, muonyeshe makaburi yetu. Pili, wale watu ambao watakuja kututembelea, mwakirimu vizuri, mwakaribishe vizuri. Hili ndio ombi la Alimamu Hussein. Lakini angalia, lile limekuwa ni ombi na Mwenyezi Mungu katilitilia baraka zake. Ni wazuwari wangapi wanaoenda katika ardhi ile, wakafika wakaona takrima iliyokuwa kwa watu wale wa mji ule, ila an taquma saa. Muujiza mikubwa sana ambayo inatokea katika sehemu ile. Al-Imam Hussein alitoa hotuba ya kwanza, anasema annasu abidu dunya wa dinu laikum bi ala alsinatihim. Ndugu zangu, watu wanaiabudu sana dunia na dini iko tu katika ndimi zao. Abidu dunya, wameegemea sana dunia. Bal yuhibbuna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nasu abidu dunya, dini iko kwenye ndimi tu. Yahutunahu madarat maishuhum, hiyo dini wanaifanyia kazi
kwa pale tu inapokuwa ni maslahi ya dunia yao, ili maisha yao yawaendee vizuri, ndio wanaifanyia kazi. Lakini kinyume na hivyo ni mtihani mkubwa. Fa idha muhisu bil balai qalla ad-dayanun, wakipatwa tu na mtihani basi dini wanaitupa pembeni. Hii ndugu zangu, al-Imam al-Husaini ujumbe huu amewaambia wale watu wa Karbala, lakini ni iyaka ani wasma'i ya jara, waliokusudiwa vile vile na sisi tumekusudiwa, kwa sababu dini mpaka leo hii ipo, na jukumu la al-Imam al-Husain alilolitupa pale Karbala ni jukumu la wote, kwamba watu wasidhanie kwamba dini tu iko kwenye dini, watu wasifanye dini kuwa ndio chumio tu la dunia yao wakaisahau akhira yao. Lengo kubwa la dini ni kutengeneza dunia, ni kutengeneza akhira. Ndugu zangu, al-Imam al-Husain baada ya hapo alichukua kalamu na karatasi akawa ameandika ujumbe, lakini ujumbe huu akawa amewaandikia wale wakuu wa Al-Kufa, wale miongoni ambao waliomwandikia barua kumuita al-Imam al-Husain al-Kufa. Lakini ujumbe huu ulikuwa ukisema kama ifuatavyo. Anawaambia, faqad alimtum anna rasulallahi qad qala fi hayatihi man raa minkum munkaran au man raa minkum sultanan jaira, yeyote, Mtume anasema yeyote atakayemuona kiongozi muovu mustahillan liharamillah, anahalalisha yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaharamisha, nakithan liahadillah, anakwenda kinyume na makubaliano aliyoweka yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mukhalifan li sunnati rasulillah, anakwenda kinyume na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye yaamalu fi ibadillahi bil ithmi wal udwan, anawafanyia waja wa Mwenyezi Mungu madhambi, anawadhulumu na anawafanyia uadui. Thumma lam yughayyir biqawlin wala fi'l, kisha yule anayeona jambo hilo linatekelezeka, huyu kiongozi ni kiongozi muovu, wala hataki kuchukua nafasi ya kumbadilisha kwa maneno au kwa vitendo, kana haqiqan ala Allahi an yadkhilahu madkhalahu, hiyo ni haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amweke huyo ambaye analiona kosa likifanyika, amweke kundi moja na yule anayefanya kosa. Hapa al-Imam al-Husain anaonyesha picha kwamba kishatambua wale watu wamemfanyia khiana na wanaogopa kiongozi Yazid bin Muawiya kwa sababu ya uovu wake. Sasa wanaogopa kumwambia ukweli, waambia angalieni na nyinyi msiingie katika mazingira, katika yale ambayo Yazid bin Muawiya anayoyafanya. Hii barua akaifunga vizuri. Baada ya kuifunga, akampa mtu mmoja, sahaba mmoja anaitwa Qais bin Mushir, akamwambia peleka.
Qais bin Musir akapeleka, alipopeleka hakurudi. Ndugu zangu, aliuliwa. Walamma balagha al-Husayn qatlu Qais, al-Imam al-Husayn alipofikiwa na habari ya kuuliwa Qais, alilia sana imamu, akasema Allahumma ij'al lana wa li shi'atina indaka manzilan karima. Ewe Mwenyezi Mungu, Mola wetu wa haki, tunakuomba utupe nyumba tukufu pamoja na mashia wetu, wajmaa bainana wa bainahu fi mustaqarrin min rahmatik, na kuomba utukusanye sisi na mashia wetu katika sehemu tulivu ambayo kuna rehema zako katika pepo yako. Innaka ala kulli shay'in qadir, hakika juu ya kila kitu ni muweza. Haya ndiyo yaliyotokea baada ya al-Imam al-Husayn kuingia katika ardhi ya Karbala. Al-Imam al-Husayn baada ya hapo aliwakusanya familia yake, ndugu zake, watoto wake, kisha aliwaangalia kwa huzuni na kwa uchungu mkubwa sana, akalia takriban lisali moja, akasema Allahumma inna itrata nabiyika Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwenyezi Mungu Mola wetu wa haki, hakika sisi ni kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa qad ukhrijna wa turidna wa uzaidna an harami jaddina, hakika sisi tumefukuzwa, hakika sisi tumetolewa, hakika sisi tumesumbuliwa katika haram, katika sehemu mtukufu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tumefukuzwa katika mji wa Madina al-Munawwara. Allahumma khudh lana bihaqqina wansurna ala alqaumi adh-dhalimin. Mola wangu wa haki, tunakuomba uziangalie haki zetu, uzichukue haki zetu kwa hawa watu na utunusuru kutokana na watu madhalim. Al-Imam al-Husayn atamani yeye ardhi ya babu yake Madina, ametoka kwa uchungu kwa kutufukuzwa na kukutolewa, atamani ardhi ile, ana machungu mazito. Aangalia familia yake wanasumbuliwa, wanateswa, wako katika mateso makubwa. Amwangalia mtoto wake mchanga yuko katika madhila makubwa, mwanae, usumbufu wa safari, changamoto za safari. Anaona kwamba hapa tumeletwa katika hili jangwa. Al-Imam al-Husayn akaandikiwa barua na Ubaidullah, ambaye Ubaidullah ametumwa na Yazid. Ameandikiwa barua, Ubaidullah anasema ima ufate hukumu ya Yazid, ufate utawala wa Yazid, au ni kuondoe katika dunia hii. Al-Imam al-Husayn alipopata habari hizo, alipopata ile barua kutoka kwa Ubaidullah, akaisoma, akaitupa chini, akasema la aflaha Allahu qauman ishtarau marlata al-makhluqi li sakhati al-khaliq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiwanyoshee mambo yao,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiwape ushindi watu ambao wananunua radhi za watu kwa ajili ya kumridhisha kiumbe na kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule mjumbe aliyetumwa anasubiri jawabu na jibu kutoka kwa al-Imam al-Hussein. Imam al-Hussein akamwambia, ma lahu indi jawabun, mimi sina jibu ya barua hiyo, kwa sababu anapaswa huyu aliandika barua hii awe na ghadhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule mjumbe akarudi na kumpelekea Ibn Ziyad yale majibu. Ibn Ziyad akaamrisha al-Imam al-Hussein auliwe. Ndugu zangu, yaliyotokea baada ya al-Imam al-Hussein kuingia katika ardhi ya Karbala ni maandalizi mazito ya sehemu mbili. Maandalizi mazito kwa ajili ya kuacha hawa waliokuwa katika dunia, vipi wataitunza na kuithamini dini yao. Imam Hussein alikuwa na maono ya namna hiyo. Ni ujumbe upi ambao al-Imam al-Hussein atauacha? Kauli mbiu gani al-Imam al-Hussein ataiacha ili iwe ni athari kubwa katika kubaki dini salama, kama ujumbe wake ulivyosema mpaka tone lake la mwisho, asema in kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli faya suyufu khudhini, kama dini ya babu yangu Muhammad haitakuwa sawa isipokuwa kwa kuuliwa mimi, basi nyie mapanga nichukueni. Al-Imam al-Hussein anatufundisha nini? Anatufundisha kuithamini au kuwa na thamani na dini kuliko nafsi zetu, na hii ndiyo ilivyo. Kumtangaza al-Imam al-Hussein kwetu ni wajibu na si mustahab. Kumtangaza al-Imam al-Hussein kwetu ni wajibu, kwa sababu yeye ndiye muhami wa dini hii. Dini iliyokuwepo sasa hivi pamoja na changamoto zake zote ni kwa sababu ya al-Imam al-Hussein, yeye kuuliwa katika ardhi ya Karbala. Sasa tujiulize, mimi na wewe, ni mangapi tunayoyafanya kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu kubaki salama, ili wewe uwe ni miongoni mwa wale wafuasi wa al-Imam al-Hussein katika ardhi ya Karbala, usiwe ni miongoni mwa wale Imam al-Hussein anayosema dini zimebaki katika dini zetu. Ni jukumu lako mimi na wewe kuweza kuithamini dini na kuweza kuitanguliza dini katika maisha yetu. Jambo la pili ni jambo ambalo linaonyesha al-Imam al-Hussein amesema kwamba yuko tayari kuelekea katika maisha mengine, kwa sababu ni mfumo ambao umewekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hili ndilo mfumo wa maisha ya viumbe ambao wameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujiandaa na maisha baada ya maisha ya dunia. Ni lazima tujiandae na maisha baada ya maisha ya dunia, kwa sababu maisha haya ya dunia ni mafupi na hayana siku maalumu ambayo inajulikana kwamba utatoka lini. Siku hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anayejua. Ndugu zangu, yaliyofika al-Imam al-Hussein au familia ya Bwana Mtume katika ardhi ya Karbala baada ya kufika Karbala ni mazito, kuanzia mwezi pili na kuendelea mpaka siku ya kufa kishahidi
watu wa familia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasayalamu alladhina dhalamu ala Muhammadin ayya munqalabin yanqalibun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.